Ndo ndani mwangu, usijisikie vibaya, jisikie kama uko nyumbani. Basi asante, na mimi nimefika. Kwa hiyo muda ndo huu sasa tuutumie, kwa sababu ulisema unaenda mtoni, sijui mtoni, sijui ulisema unaenda dukani. Kwa hiyo tutumie muda huu tumalize kabisa. Haya, karibu. Subia basi nitoe kwanza uzito kidogo. Alafu mdodo jini au mchawi? Unataka au mchawi? Ile ndo jana kwenye tamaa. Shamkomesha. Anachekesha. Yameanzana tena. Juzi nimesikia tu mtoto wangu anacheka ndani, afu nikienda kuangalia hamna kitu. Leo mauzauza yameanza tena. Yaani hii nyumba kuna mtu anataka kunifuatilia. Haina shida. Afike yangu jirani yangu, mwisho wa siku ninayenisaliti. Tena ni udugu wangu, mwisho wa siku ndiye anayenisaliti. Mamake wangu kangomea, amtaki hata kumsogelea, kisa amenitea wasiwasi. Oi. Vipi bro? Oi. Vipi? Mbona kama hizo babu, usielewi shida nini? Unakuwa umekaa kinyonge au eleweki, tangali imetokea kule na kuona wewe tu mwanangu umekaa kinyonge sana rafiki yangu. Shida nini bro? Ndugu yangu, kuna mambo yananisumbua sana mimi nyumbani kwangu. Ndio. Yaani najikuta kama mtu niliokosa furaha duniani hapa, sijui nimekosa gani kwa Mungu. Yaani ndani silali. Yaani unapozungumzia kitu sawa, kinyoshe kama kilivyo ili nikielewe. Matatizo ambayo yanakukumba wewe ni nini? Changamoto gani ambayo unaipitia? Ni story ndefu sana lakini haina budi, sibini nikueleze ndugu yangu. Unaelewa? Bwana, mimi nyumbani kwangu familia yangu inapata tabu sana, yani usiku hailali. Sio familia yangu tu, na hata mimi mwenyewe inafikia stage, kuna kipindi ambacho nikilala saa 8 ya usiku nasikia kama sauti za watoto ndani mwangu wanalialia. Mke wangu namsikia chumbani anacheka. Nikienda kumwangalia kitandani nilipomwacha yeye amelala, lakini nasikia sauti ya upande wa pili inatoka. Nikaenda kuangalia chumba kinachotoka sauti, simuoni mtu. Sasa sielewi tatizo nini katika maisha yangu yaliyonikuta. Yani kiukweli ama kiufupi bro, umenikumbusha lonely sana. Najua muda ambao nimetoka kwetu na kutafuta maisha.
yaani majanga kama yashawahi kunikuta mara kibao tena mara nyingi, kiasi cha kwamba mimi nikawa sielewi. Yaani kila mtu nikimwona mwana mchawi. Naelewa ndugu yangu. Kwanza ndugu yangu nikupe pole kwanza. Asante. Na kitu kingine, mambo ni mabaya. Sasa basi, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ameleta neema ya kuweza kunifahamisha mimi na wewe, imeisha. Una mganga ni kiboko sana. Huyo mganga noma, yani noma, yani ile noma kinoma. Mimi sasa hivi naishi vizuri, yani sasa hivi kila mtu nikimwona hivi ananichekelea tu. Ila sema haina mbaya, kwa kuwa tumeweza kufahamiana, nitakuelekeza sehemu ambayo hiyo. Sasa bwana, hebu nikupe labda maelezo ya kiundani. Kuna kijiji kinaitwa Kamtangaze. Unaelewa bwana ndugu yangu? Huyo mganga ni kiboko. Ndio. Sawa. Pale ukishafika pale kijijini kuna mti mkubwa. Unaelewa? Ndo anapatikana wapi? Pale. Sema mwenyewe kuna mtu hapa anamsubiri, ningeweza kukupeleka lakini kwa leo haitowezekana, ila zingatia kodi. Ukipata muda fanye mpango uende haraka na upesi. Hivyo sio vitu vizuri kabisa. Vinachanganya akili, acha kuwazawaza. Sawa? Sawa rafiki yangu. Sema nini, nitakuachia namba, taongea. Haina shida, mimi nitafanya chini juu, maana kwa nikiangalia na muda wenyewe huu, kwa sababu hata kazi zenyewe mimi sizifanyi kwa halali, kwa sababu kia nikifanya kazi nafikiria naangalia na muda kesho asubuhi, ikiwezekana asubuhi na mapema, ili nifanyeje, niondoke niende huko kijiji nikamwangalie mtaalamu, niangalie mambo yangu yatakuwa. Nashukuru sana kwa ushauri. Sema fanya hivyo ndugu yangu, mimi nakuonea huruma, ujue mimi nakuonea huruma kwa sababu mambo sio mazuri. Sishawahi kufa mimi, hata nitangazia msiba. Fanya usichelewe. Sawa? Haina shida rafiki yangu. Sasa ndugu yangu, kuna mtu mwenyewe ambaye nilikuwa namsubiri hapa maeneo hapo, fanyaje aonekane. Na nikicheki hapa muda sasa hivi naenda. Wacha nikuache, ila zingatia kodi. Sawa. Acha kufanya mizaa, utapotea, utakulia chini. Kuwa makini. Sawa? Usimwamini mtu kwenye maisha yako. Usiku tuwali macho bado jua kali, nazunguka nyumba si salama. Moyo unachoka, tumaini latoweka, tunaishi kwa hofu, kila siku ni vita. Usiku hatulali, nyumba ni kivuli. Nimlilie Mungu aonyeshe mbali. Usiku hatulali, giza inatufunika kabisa. Mke wangu analia nami nalemewa. Nyumba yetu sasa kama msitu wa kivuli. Nimetafuta msaada, bado giza latanda. Niende kwa mganga au nimlilie. Mke wangu, una jambo linanisumbua sana hili. Nangu mimi jambo hili, naona ndani ya nyumba tumekula vitu vimetuingilia. Sasa nimeona kuna njia ya pili bidi nipite. Hili jambo je mume wangu, maana tunasubiria sana mgani. Maana hata jana usiku sijalala. Nimetoka nje, nimesikia kama chumbani kuna vitu vinachanganya sana. Nimesikia sauti yako unacheka mara moja, nikasikia sauti ya mtoto anacheka chumbani kuchungulia, hamna kitu. Sasa mke wangu mimi nilikuwa nasema tu kuna jambo hapa, sasa bidi nitoke kwanza niende kwa mtaalamu kwanza. Si unaelewa? Ndio jambo langu kubwa, kikao hiki ukuito. Si unaelewa? Sawa mume wangu, hapo fanya tu kajiandae. Haina shida. Sasa nimeweka maji? Hapo. Basi haina shida, mimi pale nipate kwa maji kwanza afu nikabadilisha nguo niweze kuelekea sehemu nyingine. Sawa. Habari yako? Safi mzee, za saizi. Safi.
Niambie mzee wangu, hapa nimepata masimulizi. Ndio. Kwa mna sehemu kuna mbuyu mkubwa, ukishafika hapo umeshafika kwa mtaalamu. Ndio hapo umefika. Nimefika. Ndio hapa hujakosea hata kidogo. Sawa, mimi nilikuwa na shida. Ulikuwa na shida? Ndio. Basi hamna shida. Ngoja nimwite babu afike ili akuhudumie. Sawa mzee wangu. Sawa. Ngoja kwa aje kuhudumia. Sawa mzee wangu, sawa. Wewe nikuitie babu. Akishafika hapa basi atakuhudumia matatizo yako yote. Sawa sawa. Babu. Unaitwa babu, kuna wageni babu. Unajua wageni wako hao wamefika hapa, wana shida sana. Nyumbani kwao wanasumbuka sana babu. Naomba uje haraka sana. Naomba uje haraka sana babu. Mwisho ubaya, unaona wengine wanacheka, sisi tunalia. Kisa ni nini? Siri za giza, mapenzi ya uongo yanachoma, usaliti wa moyo unavunja, kilio na maumivu ndo tunabaki nayo. Mwisho ubaya, mwisho wa furaha.